katika maisha yetu kuwa karibu na Mungu. Na wakati tunakuwa karibu na Mungu, hatuwezi kuwa karibu na Mungu bila uwezo ama uwepo wa Roho Mtakatifu. Wakati wote unapofanya jambo lolote lile ukamwalika Roho Mtakatifu, maisha yako yanakuwa rahisi. Mienendo yako inakuwa rahisi. Maadui wanaokuinukia wanashindwa vita. Yoyote anayepanga uovu wote ule hawafaulu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa hii message nimeisikia tu kwa uchache, lakini nimesikia kuna kitu ambacho kilikuwa kinazungumziwa. Nikiwa kwa barabarani nikiendesha gari, nilikuwa nikikuja tu nikisikia neno la Mungu katika redio, na nikafundishwa jambo moja ambalo nataka niwafundishe siku ya leo. How to walk and live in the Holy Spirit. How to receive and be filled by the Holy Spirit. Jinsi ya kupokea na kujazwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina. Jinsi ya kupokea, yani jinsi ya kupokea na kujazwa na Roho Mtakatifu. Maana bila Roho Mtakatifu hauwezi ukafaulu, hauwezi ukakua, hauwezi ukaenda. Hakuna jambo hata moja unaweza kulifanya bila Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nitaka tu tuguzie, si kwa urefu, kwa ufupi sana, kwa sababu naona already mshapata neno, mshahubiriwa, chakula mmekula, na ningependa tu, kwa sababu I think God wanted to keep me awake kidogo, ndio nione kama yani Mungu na yaone kama mnaweza kupanga kufanya bila mimi kuwepo hapa, maana kazi inakuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ni nyingi na imeanza. Sijui kama nani yako tayari hapa kwa kazi ambayo inakuja, ambayo already imeanza. Ni kazi nyingi na ni kubwa sana, na iko na mapana na marefu. Kwa hivyo ni kitu ambacho lazima tuwe tayari. Kila wakati mkikuja, tutakuwa kanisa linapanuka, linaenda kuwa kubwa sana. Kwa hivyo tutakuwa na changamoto nyingi, na ndio kwa maana tunainua wachungaji, tunainua wainjilisti, tunainua manabii, tunainua the 5 whole ministries ziwe zikifanya kazi. Ndipoza jambo lolote litakapokuwa, kuna kuwa na urahisi wa kuishi, urahisi wa kuendelea, na urahisi wa kufanya mambo. Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume, that is Acts 10:45. Acts 10, Matendo ya Mitume, Acts 10:45. Taguza tu kwa ufupi sana, sitaki sio kuhubiri na hubiri, naomba tafadhali. Si mahubiri, lakini ni kuchangia tu neno ambalo nimekuta likisomeshwa na ambalo nilikuwa nikisikia katika mafundisho ya manabii wa Mungu, na nikasikia lina umuhimu sana, nikaweze kupia kushare na nyinyi, ndio tuweze kuendelea zaidi na kukua katika hali ya kiungu. Nasema hivi: while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon those who heard the word. Wakati Peter alikuwa akizungumza maneno haya, Roho Mtakatifu akaja. Sijui kama tutasoma kitabu ya Kiswahili, nisaidie kitabu ya Kiswahili baba. Hiyo, si ndio nasoma, si ndio page tu, fungua tu. Leta tu nisome. Ndio kule kuna mama anaitwa Shosho pale, ninapoongea Kizungu na niangalianga vibaya. Wacha tu tusingie Kiswahili kinasema aje. Unasoma matakatifu hapana? Ukafunga. Kwa nini basi? Ukapotea kidogo. Usijali baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpigieni makofi. Petero alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliokuwa wakisikiliza lile neno. Matendo ya Mtume shosho, Matendo ya Mtume 10:44. Urado marire kuria gikoyo. Nitathoma iguru nikugate. Ucio ndathomaga.
Biblia inasema hivi, wakati Peter alikuwa akizungumza, tuseme wakati Wamboi alipokuwa akizungumza, ama wakati mimi nazungumza, na Roho wa Bwana akashuka juu ya wote waliokuwa nasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo muhimu sana hapo ambalo linaguziwa, ya kwamba wakati mtumishi wa Mungu alipokuwa akizungumza, naye Roho Mtakatifu alishuka. Wakati jambo lolote unalolifanya naye Roho Mtakatifu akose kushuka, ni kumaanisha kuna mwelekeo fulani utakozekana. When you don't have the Holy Spirit walking with you, kuna jambo ambalo halifanyiki. Maana katika mwongozo wetu tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Katika mafundisho naofundisha tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia hii kuisoma, tunapoisoma tunaongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Ukiwa Biblia hii unapoisoma hauongozwi na Roho Mtakatifu, basi itaitwa Bible. But when it is being led by the Holy Spirit, it becomes Holy Bible. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unaongozwa na Roho Mtakatifu, this becomes the Holy Bible, ama Biblia takatifu. Lakini wakati Roho Mtakatifu hakuongozi, ni kusoma unasoma, ni sawa tu na yule anayesoma novel. Ni sawa na yule tu anayesoma gazeti. Ni sawa tu na ile ambaye ni mtu wa kawaida anaofanya kitu na ukawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nimekuja leo kusisitiza umuhimu wa kupokea Roho Mtakatifu. Maana tunapopokea Roho Mtakatifu kuna mabadiliko yanafanyika bila sisi kustruggle. When you are doing anything, ama unapojafanya jambo lolote ambalo halihusishwi, ama Roho Mtakatifu hahusishwi, unajiletea majanga, unajiletea vita, unajiinulia madhabahu ambayo hauwezi kupigana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha nini? Wakati Roho Mtakatifu aliko ndani yako, una urahisi wa kufanya vitu, una urahisi wa kufanya biashara, una urahisi wa kuomba. Maana hata kuomba tunaongozwa na Roho Mtakatifu, hata kulala tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tunapofanya biashara tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tunapotembea tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini bila Roho Mtakatifu, jambo lolote unalolifanya linakuwa lina ugumu. Jambo lolote unalolifanya linakuwa lina mateso. Jambo lolote linalofanya, you inflict yourself with the injuries. You inflict yourself with the pain in life. You inflict yourself with the difficulties to doing things. Wakati unahubiri bila Roho Mtakatifu hakuna upenyo. Utangangana na utapambana. Kwa Roho Mtakatifu anakuzungumzia jinsi ya kufanya, anakuzungumzia jinsi ya kuenda, anakuzungumzia jinsi ya kuanzisha, anakuzungumzia jinsi ya kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kupitia kwa Roho Mtakatifu tunapata kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapokuja mahali hapa, niachilie neno ambalo nitazungumziwa na Roho Mtakatifu, neno la uponyaji, utapona. Ninapokuja hapa nikiwa ni miongozo na Roho Mtakatifu, niachilie neno la baraka, baraka itakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama nimekuja hapa kwa ajili mimi ni mhubiri, ama mimi nimesomea ukuhubiri, ama mimi ndio kiongozi wa kanisa, lakini sina Roho Mtakatifu ndani yangu, basi itakuwa ni historia tu na wakupatia. Hata nikiachilia neno la uponyaji litakuwa tu ni kitu, ni neno nimesema, lakini halina uhai. Kumaanisha nini? Aliye na Roho Mtakatifu ana uhai ndani yake, uhai wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kuta jambo unalolifanya lolote lile, iwe ni uimbaji wa nyimbo, iwe ni uhubiri wako, iwe ni utekelezaji wa kazi yoyote ile, bila Roho Mtakatifu matendo yale yote yamekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hauna insight, hauna unganiko la kiungu. Roho Mtakatifu anakuunganisha na mamlaka ya mbinguni. Roho Mtakatifu anakuonea, will see what you don't see. Kile kitu ambacho haukioni katika ulimwengu wa kiroho, Roho Mtakatifu anakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. But how do you feel? Ni vipi utakuwa kujua ya kwamba, ama ni vipi utafanya ndio
uweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Maana hapo ndio changamoto iko. Maana kwa sababu sisi tuko kanisani wengi, lakini unakuta mpaka tuna nini? Tunazungumza kwa ndimi, lakini zile ndimi tunazozungumza ni kukopi, tumekopi mchungaji fulani. Labaganda, limakanda, likae, libokonda. Kulingana mimi husema hivyo. Na wewe kwa sababu ni mshirika kanisa hili, ama wewe ni mchungaji kanisa hili, wakati wote unapoomba, ukianza kuomba, Baba na kuomba na shukuru nafanya libaganda, libakonda, linakaya, libakoka. Kwa sababu mchungaji wake anasemanga libaganda, libakoka, limakanda, limekenda. Unakuta mazungumzo unayozungumza ni kukopi, ulikopi. Lakini wakati unaongozwa na Roho Mtakatifu, ile lugha unayozungumza ama lugha ile unayoisema ni lugha ambayo mtu akikusikiliza vizuri anasikia ni lugha, ni vile tu haielewi, lakini ni lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sasa nikikuuliza libakanda, libakondo, utasema ni nini? Ati? Ni makanga? Ni makanga bila nini? Waganda na makanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hauna meaning. You just copied. Kwa sababu umesikia mchungaji fulani, kama sasa tuseme mchungaji Harrison Ng'ang'a, venye anavyosema utakuta watu wale ambao wako nyuma yake nao wamemkopi, kumaanisha they don't follow instructions za Holy Spirit. Kwa sababu wakati kama uko na Roho Mtakatifu ndani yako, yeye ndiye atakupa maneno, ndiye atakupa lugha utakayezungumza, yeye ndiye atakupa nguvu ya kunena na kuzungumza neno lolote lile kupitia kwa ndimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama ukapata ndimi zungumza nayo jana, ulianza na libakanda, libagonda, kisha kesho tena ni libakanda, libagonda, kesho kutwa ni libakanda, libagonda, basi ukajua hakuna Roho Mtakatifu aliye hapo. Ni kitu umekopi na umeandika mahali fulani. Kwa hivyo ni sawa na mtu anayesoma novel, ni sawa na mtu anayesoma gazeti, maana hakuna kitu hapo. Those are empty words, na hizo empty words zinachangia kukuelekeza katika maangamizi. Maana utakuwa ukidanganya na umejidanganya ya kwamba uko na Roho Mtakatifu na hauna Roho Mtakatifu. Kile ulicho nacho ni labaganda na libagonda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine utakuta wamekuamilia kwenye raina likae linae, libakaka linae kozata. Sasa unakuta lile jambo halina tofauti. Uliniambia jana lina likae libakanda, na leo tena umeniambia linae likae, kesho tena ni linae likae, kesho ingine ni linae likae. Maanisha hakuna kitu ambacho kina utofauti katika mambo unayoyasema. Ni kitu umekopi. You are not speaking of the Holy Spirit, but what you are speaking, it is out of the words of abundance of your mouth, not the words from the Holy Spirit. When you speak of the Holy Spirit, it comes from your heart. But when you are out of the Holy Spirit, it comes from your mouth. Praise be the name of God. And that is when you'll be able to understand and to know the right men and women of God. And wakati kujua kwamba huyu kweli ni mtu aliyeitwa na bingu, na bingu yake ikafunguka. Bila Roho Mtakatifu maisha yako hayana mfunguko. Bila Roho Mtakatifu biashara unaoifanya hawezi kashamiri. Na bila Roho Mtakatifu hauwezi kuendelea kuishi katika mamlaka ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unawezaje kujua ya kwamba una uwezo na unakaa katika Roho Mtakatifu na unatembea katika Roho Mtakatifu? Biblia inasema ya kwamba meditate on this word for you to live in the kingly anointing. Meditate ni kuendelea kufikiria. Ni wakati wowote unapotembea unafikiria kupitia kwa Roho Mtakatifu, lakini si kupitia kwa akili zako. Sijui kama mtu amenielewa hivyo. Wakati unapotembea, wakati unaposoma Biblia, wakati unapozungumza, wakati unapofanya jambo lolote lile, unalifanya kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ni kwamba wakati wewe unaongea, kuna ndani yako mtu mwingine anayezungumza mambo ya kibinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika unakuta unapofikiria kusema kitu, before an accident happens, unakuta ushasema Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Before you get into an accident, before you get into something, bump in on something, unakuta already ushamuita jina la Yesu. Maana jina la Yesu ni jina kuu
kuliko majina yale mengine. Is a name above every other name. Bwana Yesu asifiwe sana. So for your protection, for your guidance, for your way to move, you must call the name of Jesus. But ukakuta unaita name of Jesus baada ya kile kitu kufanyika, you are not walking the Holy Spirit, because the Holy Spirit inafaa kukwambia kabla. Haleluya. Roho Mtakatifu anafaa kukwambia kabla jambo litendeke, kabla kitu kifanyike, anakufahamisha kuna danger hapo mbele, na unaita jina la Yesu, hilo jambo linakosa kufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama sasa ukutendeke, accident ishafanyika, ndio unasema oh Jesus Christ, jua hapo you acted on a humanly thinking, katika fikira zako. Umechukua mafundisho, umechukua copy ile umekopi kutoka kwa mtu fulani, na ukasema Jesus, kwa sababu everything already accident ishafanyika. We are supposed to call the name of Jesus first before something happens, before you do your examination, before you get out of the track, before the enemy comes to attack you. Wakati umelala, you need, wakati umelala unaona mtu amelala hivi, lakini inside the Holy Spirit is not sleep. Unaenda kupita tu, unaona huyo mtu amefungua macho na alikuwa anang'ora, lakini unapotokea jambo fulani hivi linatokea, unakuta huyo mtu amefungua macho, kumaanisha kuna Roho Mtakatifu ndani yake halali. Roho Mtakatifu hafai kulala, kumaanisha ya kwamba wakati Roho Mtakatifu ako hai ndani yako, ni vigumu sana wewe kutenda matendo ambayo ni dhambi. Ni vigumu sana kama Roho Mtakatifu ako ndani yako kuwa msengenyaji, kwa sababu wakati unajaribu kuongea, Roho Mtakatifu anakuzuia. Unapotaka kuenda mahali umepangiwa, unakuta Roho Mtakatifu anakuambia usiende. Unapotaka kufanya jambo kule, unaletwa chakula ambayo imewekwa sumu, Roho Mtakatifu anakuzuia. Ama anakosa, unakuja ule mtu anakuletea hiyo chakula ambayo imewekwa sumu, akikuja pale mwile mlango unajifunga kugafura, sahani kanagongwa, chakula yote inamwagika, kwa sababu already huyo unayempelekea anatembea ndani ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati utajihisi ya kwamba kila mitego umepangiwa, kila maneno ambayo umepangiwa, yote unaweza kuyajua kabla ya kufikie, ni kumaanisha Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mambo yale yakakukuta, ya kuingie, ya kupige, ya kuangushe, uende mahali ujikute umefanya jambo ambalo ulikuwa hautaki kulifanya, basi ni kumaanisha you are not operating under the Holy Spirit. Maana the Holy Spirit is supposed that when Jesus was going, aliwaambia watumishi wake, akamwambia je, nimewaachia msaidizi. Kwa hivyo msaidizi ni nani? Ni anayekusaidia usije ukapate shida, anayekusaidia usije ukajikuta kwenye mitaro, anayekusaidia kutokana na wakora, anayekusaidia kutokana na jambo ambalo linaweza kufanya ukaweza kuingia kwenye mitaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo when you are operating with the Holy Spirit, you are guided, you are protected, you see it before it happens. Ikitu kabla akifanyike, kabla uanze kulala, unasikia Roho Mtakatifu amekwambia uko kanisani usilale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukajikuta umelala na uko kanisani, utakuta Roho Mtakatifu hayuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kutafuta kujazwa na Roho. Katika wakati huu ambao tunaendelea na mfungo wa siku 21, tunaendelea kwa sababu hiyo, tukiendelea kujaribu kuinua hadhi yetu, na katika level nyingine tunaingia katika ulimwengu wengine wa kiroho. Maana unapoomba maombi, ukianza kuomba, unaanza kuomba ukiwa katika ulimwengu huu, kisha unaanza kupata upenyo, unaingia kwenye ulimwengu wa pili, unapata upenyo zaidi, unaingia kwenye ulimwengu wa tatu, unapata upenyo zaidi, unaingia kwenye ulimwengu wa 4, unapata upenyo zaidi, unaingia kwenye ulimwengu wa 5, unapata upenyo zaidi, unaingia kwenye ulimwengu wa 6, unapata upenyo zaidi, unaingia mpaka ulimwengu wa 7. Wakati ukisikia umeingia mpaka ulimwengu wa 7, sasa unatembelea katika hali ya nguvu ambazo ni za juu sana,
Kuna mtu anaweza kukuhangaisha, hakuna kitu kinaweza kukusimamisha. Unapoamka, angalia wakati Yesu alipokuwa anaenda kuomba mchana, akipita mitaani akiponya watu, alikuwa hawaombei hata kidogo. Ama kuna mahali umesikia Yesu aliombea mtu? Yesu hakumwombea mtu, lakini alimkuta ule mama akamwambia dhambi zako zimesamehewa. Akakuta ule mwingine akamwambia imani yako imekuponya. Akamkuta Lazaro, akamwambia Lazarus akatoka kwenye shimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Already alikuwa ashaji connect na Holy Spirit before coming to the act. Praise be the name of God. That means that before you come to speak, before you wake up, before you start moving, before you do anything, the Holy Spirit must be ahead of you and must have done it ahead of you before even you start. Kabla hujaanza kufanya kitu, kabla hujaanza kufikiria, kabla hujaanza kuenda mahali popote, Roho Mtakatifu anakuwa amekutangulia. Maana Roho Mtakatifu ni msaidizi. Wasaidizi wote wako ndio wakusaidie, wakurahisishie maisha, wakurahisishie mipango yako, wakurahisishie jambo lolote unalolifanya. Lakini ukapata kuna ugumu, when you are not walking in the Holy Spirit, unakuta ule Roho Mtakatifu ambaye anafaa kurahisisha Mr. Kiali asilale, unakuta hayuko, ameenda safari kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. So what will happen? Mr. Kiali atakuwa akistruggle, kujaribu, akiniangalia hivi, anaona either kamtu kadogo ama kimutu kikubwa, kwa maana amelala, lakini anajaribu kujiforce ndio nisifanya nini? Nisione amelala. Kwa hivyo anajaribu kunifurahisha ati nisilale. Situsemi Mr. Kiali, nasema mtu yote ule, hata nasema huyu jamaa anajaribu kustruggle. Ana struggle, lakini kwa sababu hatembei na Roho Mtakatifu, unakuta ameangushwa. Baadaye unakuta, na ndio Roho Mtakatifu, kwa sababu anapoondoka, anayeingia ndani yako si Roho Mtakatifu, ni kitu kingine kinakuja kukuletea aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kinikuletea aibu, unaanza kumwaga mate. Ati kama nani? Kama Saitani. So unakuta kwa sababu ya kukosekana na huyu msaidizi ambaye anaitwa Roho Mtakatifu, utaaibishwa, utafanywa jambo ambalo litakuletea kejeli na utashindwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati uko na Roho Mtakatifu, hakuna vita hata vidogo vyote vile vinaweza kukuinukia. Na hata wakikuinukia vita vya kiroho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakupigania. Wakikupangia njama, atakupigania. Wakiiba vitu zako, zitapatikana. Wakikupangia jambo hili, utakuta amekufahamisha ama amelieleza kabla hata hujafika pale, utakuta umepiganiwa. Ama maadui walikuwa wamepanga, unakuta hiyo kitu kimetolewa na zimekana, kuna kitu kinafanyika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walitaka kuharibu kazi yako, unakuta mtu anakuja, anaingiwa na Roho Mtakatifu, anakuambia jihadhari, wale watu wamekaa pale wamepanga kufanya ABCD. Because when you are walking with the Holy Spirit, you get revelations. Hallelujah. Holy Spirit is meant to keep revelation. Holy Spirit is meant to empower. Holy Spirit is meant to come and bring a new us and reveal ourselves to the kingdom of heaven. Hallelujah. We are connected by the Holy Spirit with God. We are united with God by the Holy Spirit. We are grown, tunakuzwa, levels zetu zinakuwa, understanding yetu inakuzwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kuelewa neno hapa, kujua kuelewa neno, unafundishwa kupata ufunuo wa neno ambalo linafundishwa, ama wewe unayefundisha kupata ufunuo, ni Roho Mtakatifu anakusaidia. Lakini ukikuja hapa, unakuja kusoma notes hapa zile zimeandikwa, unasema Christ must be filled. The Bible says, unakuta unasoma, hakuna kitu kinatoka hapa. Ni kumaanisha hauna Roho Mtakatifu ndani yako. The words are supposed to flow out of you, the words of God, because wakati wote unapohubiri, you don't become yourself. When you are preaching the word of God, when you are singing, when you are seated there, you cease from being you, and you become a vessel of the Holy Spirit to preach or to do as the Holy Spirit wants.
Haleluya. Hauwezi kuwa kama haujajazwa na Roho Mtakatifu, hauwezi kuwa na neno la sasa. Hauwezi kuwa na neno la kusaidia watu wa Mungu. Hauna neno la kufanya jambo ambalo linaweza kuleta mabadiliko. Lakini wakati uko na Roho Mtakatifu ndani yako, neno ambalo utalizungumza si lako na si neno ulilipanga, ni neno unaambiwa. Hivi ndivyo kunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanisha Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, anakurahisishia, anakupangia, anakuelekeza na anakufaulisha. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kutafuta, because when I was listening to the word of God, because I was listening as I was driving my car, nikasikia neno hilo likizungumziwa ya kwamba katika kuendesha kwako kwa gari, ni Roho Mtakatifu anakuendesha. Ni Roho Mtakatifu anakupeleka mahali unataka. Leo sasa immediately niliposikiliza lile neno, nilikuwa pande za huko Kamuru na huko ndani mbali sana na huko Ukambani. Nilipokuwa kule, kumbe kuna watu walikuwa wagonjwa. Kuna vijana ambao walikuwa wanahitaji kuombewa. Lakini ndio jambo lile lifanyike, mimi niliendesha gari nikapoteza njia. Na nikasahau, kwa sababu tukapotea njia. Tukaenda tukajikuta Kilimanjaro, Kilimambogo ndio hii, na hapa kuna wanyama, hapa kuna watu, kisha tukazunguka mzunguko mrefu sana. Ni kwa nini? Kwa sababu mahali tulienda kutokezea, gari langu likatoboka miguu miwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika sasa wale vijana waliokuja kutusaidia, kumbe mmoja wao alikuwa mgonjwa. Haleluya. Jana usiku kama nilikuwa nimelala, niliota ndoto nikiombea mtu alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa hata hawezi kutembea, alikuwa naumia tumbo sana, na alikuwa na hara damu na anatapika damu. So nilikuwa nawaza na shangani, wapi hapa nitakutana na mtu. Kumbe Roho Mtakatifu aliye ndani yangu alijua kule atanielekeza, akanielekeza. Nimezunguka zile barabara zote, nimezunguka, sijawahi kuzipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa mahali pale, wakati gari likitengenezwa, itakutafutwe pikipiki, ikufunge miguu mbili iende itengenezwe, kwa sababu sikuwa na spare mbili, ikaenda kutengenezwa. Wakati huo vijana wakakuja wengi. Walipokuja wengi, nikaanza kuwahubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia kwa Roho Mtakatifu ndio Mungu akaniambia, tangaza kuna mtu hapa ambaye ana hara damu. Nikauliza, ni hapa kuna mtu anaitwa Ezekiel ambaye ana hara damu. Akajitokeza akasema ni mimi, na nilienda nikaambiwa niko na kansa ya tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaniambia hana kansa, ni uchawi. Haleluya. Nikamwambia, akaniambia ni uchawi, ni kurogwa amerogwa na wanataka kumua, by kesho atakuwa amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoinuka nikamwombea, akatapika mara ya kwanza damu. Haleluya. Nikamwombea tena, akatapika mara ya pili damu. Nikamwombea ya tatu, akatapika kitu ambacho kilikuwa kifurushi kama kimekaa unga dry. Imagine unga ya black dry ikitoka kwa tumbo, na tumbo ina maji, na ni kitu dry, unafanya hivi inatoa rokogo, na ilitoka kwa tumbo. Kube alifugiwa kwao, akuje akufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ilisafanya nisafiri kokote, nikazunguka. Vijana 28 wakaokoka out of that. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumiachana nao saa 4 usiku. Walikuwa wananizuia, wananiambia usiende, wewe kaa na sisi hapa, tuite watu wengine wakuje. Wamama wakakuja, tukawaombea. Watoto wakaletwa, tukawaombea. Watu wengi walikuwa na matatizo, tukawaombea. Kwa nini? Kwa sababu I was operating katika hali ya Holy Spirit. Hallelujah. When you have Holy Spirit in you, hauna struggle, hauna mateso, hauna kuhangaika, hauna kusukuma, vitu vinajipeleka, maana unatembea katika muongozo wa Roho Mtakatifu. Wakati wote ukikubali Roho Mtakatifu akuongoze, utatembea katika muongozo ule na utafaulu. Na hauwezi kuchoka, hauwezi kustruggle. There will be no pain, there will be no confusion. Kila kitu unachokipanga, unaondoka tu unaenda, vitu vyote vitajipanga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Tutakapo sisi kubali hivi tulivyo sisi wadogo wachache tu, tukaweza kukubali tukae katika venye Roho Mtakatifu anataka, Nairobi hii tutaishika na tutaiongoza. Nairobi hii tutaibadilisha. Hata viongozi watakaotaka kuingia Nairobi hii, sisi ndio tutasema nani atakuwa governor, nani atakuwa MP, nani atakuwa MCA, kwa sababu Roho Mtakatifu aliye ndani yetu ni mkubwa, ni ana uwezo wa kufanya, wa kubadilisha na kuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachawi walio ndani yetu tuna uwezo wa kwenda kusema wewe na wewe na wewe, hiyo uchawi umeweka kwa suruali, weka chini. Huyo uchawi umeweka kwa matiti, toa. Hiyo kitu umefanya kwa sababu una uwezo wa kuona. Roho Mtakatifu anakuwezesha kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Any word that you speak, anything that you see through the eyes of the Holy Spirit. Any word that you speak, you see from the mouth of the Holy Spirit. Anything you hear from the ear of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kurahisisha njia zako si kuombewa na pastor. Kurahisisha njia zako sio kwenda kanisa ambao pastor ako na anointing. Kurahisisha njia zako ni kukaribisha Roho Mtakatifu katika maisha yako. When you allow the Holy Spirit to run your life, when you allow the Holy Spirit to run your business, when you run the Holy Spirit to run your marriage, when you learn the Holy Spirit to run everything that you are doing, you conquer. Because it is not you who is conquering, it is the Holy Spirit that is conquering on behalf of you. Because the Holy Spirit is your helper, tuliachiwa helper. So how do we welcome this helper? How? Tunaweza aje kumshika huyu helper akuje? Ni kumfungulia moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kumpatia moyo, si kumpatia. Kuna huyu mama anaitwa Anastasia alimwambia Mungu, nimekupatia nimekupatia moyo wangu, naye akaenda. Kwa hivyo ujihadhari sana kumwambia nimekupatia, utaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua roho aingie. Si kumpatia, ni kumaanisha unapompatia haujui maana yake. Huyu mzee akinipatia koti na kuna baridi, si ni kumaanisha yeye aidha hasikii baridi ama hajui maana ya koti, kwa sababu hangenipatia kwa sababu amevaa. Ama haimutoshei. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati unapeana roho yako ni kumaanisha hauna haja nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna nini? Hauelewi ni ya nini ulipatiwa. Lakini ukifungua mlango, Yesu anaingia hapo ndani. Ukifungua mlango, malaika wanaingia hapo ndani. Ukifungua mlango, kila kitu kizuri kinaingia hapo ndani na kila kitu kibaya kinatoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umemkaribisha Roho Mtakatifu akae ndani yako, ni kumaanisha kutoka hapo chochote ambacho ulikuwa unakitafuta kwa ugumu kinarahisika. Maana msaidizi ameingia. Atakuelekeza mahali unafaa kuwa leo, atakuambia jambo unalofaa kulizungumza, atakuonyesha jambo ambalo liko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ufungue moyo wako, Roho Mtakatifu apate kuishi. Unapokuwa na Roho Mtakatifu hauwezi kupangiwa jambo libaya. Unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako hauwezi kujikuta ukifanya maovu. Unapofungua Roho Mtakatifu ndani yako hauwezi kujikuta, hauwezi kusema ati ni Shetani alinitembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunazungumza na mtu mwingine akaniambia, tulikuwa tunazungumza ni Mluya. Bwana alikuwa ananiambia Waluya najua hajui kuweka hasira kwa moyo. Waluya na Wakamba ati hawajui kuweka hasira kwa nini? Kwa moyo wao. Hata akifanya jambo mbaya aje, atakuja kuuliza haki ya Mungu, haki nisamee tu mtosi. Unamuuliza ni nini? Haki sijui ni Shetani gani alinitembelea. Kwa sababu mimi naona tu ni Shetani. Sasa unamuuliza Shetani alikuaje, alikwambiaje uende ukafanya hili jambo? Si wewe ndio ulienda kwanza. Kwa hivyo ulifungua moyo kwa Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo hayo yanarahisisha na yanafanya maisha yakuwe yasio magumu sana. Stop when you have a Christian who is filled by the Holy Spirit is empowered. Ako na nguvu, na ako na akili nzuri, na ako na uwezo, na ako na upendo. Ukitaka kujua mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu, hana adui. Haleluya. Na hana makasiriko. Tunakonga na makasiriko ile ya kuweka sana. Unakuta ninakasirika, mimi ni binadamu, nitakasirika. Lakini ikimalizika dakika 2-3 hiyo kitu imeondoka na tunaenda safari.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have the church that is filled by the Holy Spirit, it got respect. Na revelation, yani ufunuo wa neno uko juu sana. Unaweza kuta watu hawana, si matajiri, si watu walio na uwezo mkubwa sana, lakini mambo wanayoyafanya kanisani kule ni mambo ambayo katika ulimwengu wa kidunia ukifanya hesabu ni mambo ya mamilioni ya pesa. Hallelujah. But when you have the Holy Spirit, you can do with nothing. Bila pesa utakula chakula, bila pesa utasafiri, bila pesa utafanya biashara, bila pesa utafanya jambo lolote bila kuogopa. Hallelujah. Unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, hata ukakutane na maadui watakusalimia badala wakupige. Because the Holy Spirit will confuse them. The Holy Spirit wataona kitu kingine, wataona giant, wataona kitu kingine kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakuta umepita katika mapito katikati yao. Kuna wengine wanasemanga tu watapita katikati yao. Sio hivyo. Kupita katikati yao ni kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, ndio utaweza kufaulu kwenda. Kwa hivyo jitahidi sana Mr. Hassan. Ni Hassan? Ujitahidi sana Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Ujitakase sana, ujitakase. Roho Mtakatifu haingiangi mahali pana uchafu. Haingiangi mahali pana masengenyo. Haingiangi mahali pana vita. Haingiangi mahali pako na mvurutano, huyu anavuruta, huyu anataka kuwa hii, huyu anataka kuwa hii. Mahali hakuna msamaha, hakuna Roho Mtakatifu. Mahali hakuna upendo, hakuna Roho Mtakatifu. Mahali ambako hakuna kusaidiana, hakuna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. If we want this church to grow, kanisa hili likue, lazima tufungue moyo wetu Roho Mtakatifu ambaye mahali pa kukaa. Mkiingia sasa hivi, Roho Mtakatifu aingie kwa kila mtu hapa. Yale mambo utakuwa ukiingia tu begi, unakuta manager badala ya kupatie shilingi 500 ambao ulikuwa umeenda kutoa, unakuwa anakupatia 500,000. Ukimuuliza ni ya nini, unamwambia take it is your money. Ukisema si my money, anakuitia askari, anakuambia huyu, anaambia askari huyu anakataa kuchukua pesa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kufanya biashara mkiwa na mzee, hivyo mko na mzee, unakuta makastoma wanakuja, unashindwa wametoka wapi. Ni kwa nini? Kwa sababu wameitwa kutoka kona zote. Wanaitwa wakiambiwa chips za mtu fulani ndizo chips mzuri. Sasa watu watakuwa wakikuona wanafikiria unatumia vitu vingine, lakini ni kwa sababu Roho Mtakatifu amelazimisha, amecommand blessing, amecommand breakthrough, amecommand everything around you to work. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapoombea mtu apone, si kwa sababu tuna uwezo, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu ako ndani yetu. Wakati tunapotabiria mtu, si kwa sababu tuna uwezo, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu ako ndani yetu. Wakati Peter alikuwa akiongea, naye Roho Mtakatifu akaanza kuteremka kwa watu. Hallelujah. Wakati Peter alikuwa naongea, kwa sababu Peter aliongea akitupitia kwa nani? Kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wakati Peter aliongea, naye Roho Mtakatifu akaanza kuingia kwa watu, akaanza kuingia, wakaanza kuona vitu vingine ambavyo walikuwa hawavioni. Hallelujah. Wakaanza kuona makuu ambayo halikuwa hawayaoni. Watu wakaanza kupona ambao haangepona. Hakuna jambo alifanya kubwa, lakini alipoanza kuongea, naye Roho wa Mungu akashuka mahali hapo na mambo yakabadilika. Kwa hivyo Roho wa Mungu anaposhuka, mambo yatabadilika. Roho wa Mungu anaposhuka, kuna jambo mpya linatendeka na kuna kitu kimoja kipya kinainuliwa kutoka kwako. Hallelujah. When you walk with the Holy Spirit, hakuna siku destiny yako itakuwa tampered with. The enemy comes to tamper with your destiny. Adui mipango yake ni kuvunja destiny. Bwana Yesu asifiwe sana utoma. Adui mipango yake ni kuvuruga destiny yako. Naye Roho Mtakatifu mipango yake ni kuja kulainisha destiny na kuconnect wewe na destiny helpers. Hallelujah. When you have Holy Spirit with you, he will connect you with the destiny helper. Atakuunganisha na pesa yako pahali iko. Atakuunganisha na wasaidizi wako. Atakuunganisha na gari yako. Atakuunganisha na mke wako. Atakuunganisha na mtu ambaye atakushika mkono akupeleke where you are supposed to be. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo if you don't have a destiny helper until now, ujue hauko na Roho Mtakatifu. Hallelujah. If you are still struggling that you cannot find a person to give you, to stand with you, to walk with you wakati uko na majanga, basi ukajua Roho Mtakatifu hayuko, hujamkaribisha. Yani unamuitanga wakati unataka Roho Mtakatifu kuja. Kaa hapa. Nisaidie. Haitagwi hivyo. Roho Mtakatifu haitagwi. Ni mlango nafungua anakaa. Sio wa kuitwa, anafaa kutembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio akufungue macho ya kiroho, ndio akufungue masikio ya kiroho, ndio akufungue mdomo wa kiroho, ndio akufungue mikono ya kiroho, mwili wa kiroho, na afungue mpaka miguu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiwa na ndani yako Holy Spirit, ni kumaanisha kutembea kwako tu. Ukitembea mahali watu wanaona kitu tofauti. Haleluya. Ukiingia tu mji fulani watu wanasema kuna mtu fulani ameingia ambaye anaonekana nyota zinatembea juu yake, malaika wanatembea juu yake. Kila kitu anapokifanya kinafanyika na kinatendeka katika hali ambayo haieleweki. Haleluya. Wakati uko na Roho Mtakatifu hawatakuelewa kwa sababu wewe si mtu wa kawaida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati uko ndani ya Roho Mtakatifu, watu watakuona kama wewe ni mwenda wazimu, wengine watakuona wewe kama ni chizi, wengine watakuona kama wewe ni mjinga, wengine watakuona kama wewe unaringa, wengine watakuona kama wewe haujui, haujielewi, lakini it is because they cannot be able to understand. Hawawezi kuelewa kile kilicho ndani yako, maana ni kitu fiche, kinahitaji macho ya kiroho kuona hicho kimefichwa. Na kwa sababu hayuko ndani ya macho ya kiroho, basi hawawezi kuona, hawawezi kujua. Wataendelea kuongea unapoendelea kubarikiwa. Haleluya. Siku ya leo nataka mubarikiwe. Siku ya leo naitisha Roho Mtakatifu ashuke juu yenu. Siku ya leo naitisha muweze kunena ndimi ambazo zimetokana na the Holy Spirit. Sio ndimi ambazo mumekopi kutoka kwa mapasta yenu. Munene ndimi ambazo ni kutoka kwa Yesu Kristo. Ndimi ambazo ni kutoka kwa Roho Mtakatifu. Unene kitu ambacho kinaweza kueleweka. Unene kitu ambacho kinaweza kusikilizwa na kinaweza kufunuliwa. Kitu ambacho kina ufunuo. Maombi unapoomba unakuwa na maombi yaliyo na ufunuo. Kitabu unaposoma kitabu cha Biblia unasoma kitabu kilicho na ufunuo. Mahubiri yako yakuwe na ufunuo. Keyboard yako ikuwe na ufunuo. Uimbaji wako ukuwe na ufunuo. Kazi zako zikiwe na ufunuo. Kila kitu unapofanya kiwe na ufunuo wa Roho Mtakatifu. And no enemy will conquer you. That one I can assure. When you have the Holy Spirit in you, there is no single enemy. You don't struggle. Ukitaka 1,000,000 unaitisha inaletwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka jambo lolote unaliitisha. Mambo ambayo nimekuwa nikifanya hapa, sitaki kusema mimi ni mtakatifu sana, lakini yale mambo yote nimekuwa nikifanya hapa, ukikalia chini uifanye vizuri, unahitaji milioni kama 100 ndio ufanye. Lakini we do it through faith because you have allowed the Holy Spirit to control. Hallelujah. Somebody say, Holy Spirit take control over me. Mtu aseme hivi, shosho. Ita huyo shosho mwingine. Ita huyo mwenzako. Lipa katarabakate rebosaka. Mwite. Ita huyo mwingine. Okay. Hebu inua mkono wako juu mmoja. Inua mkono mmoja juu wa kulia, mkono wa kulia. Sema, Roho Mtakatifu, kutoka leo ingia ndani yangu. Control me. Nitawale. Tawala maisha yangu. Tawala kanisa langu. Tawala huduma yangu. Tawala ndoa yangu. Tawala biashara yangu. Tawala chochote ambacho nakifanya. Sema amen. Amina. Sema amina. Kutoka leo. Asanteni sana. Kutoka leo. Hivyo umeinua mkono wako. Kuna kitu kimeingia ndani yako. Haleluya. Kuna kitu kimeingia ndani yako. Na ndio ujue kuna kitu kimeingia ndani yako. Fikira zako zimebadilika. Kabla kitu kifanyike, kabla nikuulize swali utakuwa unanijibu. Mr. Kelly.
Na ndio ujue kitu imeingia. Angalia macho ya Mr. Kiari, hayana usigisi hata kidogo, maana Roho Mtakatifu ameingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wale maadui walikuwa wamekuinukia, kutoka sasa wamepata mtu wa kuwashambulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale waliiba chochote chako ambacho kiliibwa, kimefichwa mahali, Roho Mtakatifu amekiendea na kirudisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ambayo walikufinyilia, wakakuficha, wakakuweka huko chini ndio usiinuke, kutoka sasa Roho Mtakatifu ameanza kuchimbua, akikurudishia kitu vyako kama vile Mungu alipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale huduma zao zilifungwa, huduma zao zikakanyagiwa chini, huduma zao zikafichwa kwenye mashimo. Kutoka sasa hivi umeinua mkono wako, nataka nikuambie kitu kimoja. The Holy Spirit is now operating in the dynamics that you not understand, na anakuchukua vitu vyote, huduma zako, biashara zako, familia yako, nguo zako, na chochote ulichopoteza kinaregeshwa sasa, in the mighty name of Jesus Christ. Wacha nikwambie, ndoto zako kutoka sasa zimehama kutoka kuona vitu vibaya, zimehama kutoka kuona manyoka, zimehama kutoka kuona vitu vya kuuliwa, zimehama kutoka kuona vitu vya kunyang'anywa, vitu vya kushambuliwa, kufanya ngono katika ndoto, na kutoka sasa umehama kuelekea kwenye nguvu mpya, nguvu za ushawishi, nguvu za liberation, nguvu za anointing, nguvu za favor, nguvu za grace, nguvu za power, in the mighty name of Jesus Christ. Your life will never be the same again. Unafunguliwa. Ukasimama na miguu yako utasikia unafunguliwa. Katika moyo wako utasikia unafunguliwa. Mwache tu aendelee, kwa sababu ni ishara tumefunguliwa sisi zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama na miguu yako, anza kujitetea kwa Mungu. Karibisha Roho Mtakatifu, karibisha Roho Mtakatifu. Mwambie aingie, atawale maisha yako, atawale maisha yako, atawale maisha yako. Mwambie aingie ndani yako, atawale maisha yako, atawale, kubadilishie. Chochote ambacho umekuwa ukitafuta sasa kipatikane. Lolote ulilolipoteza lipatikane. Chochote mambo yaliyozungumza kinyume na maisha yako imekuwa cancelled in the spiritual realm, and the power of God is upon you now. Somebody speak to God. Nena na yeye. Nena na nateremusha kipawa cha ndimi, nateremusha kipawa cha ndimi. Watu wanene kwa ndimi, watu wanene kwa ndimi. Yesu ashuke, Roho Mtakatifu ashuke kwako, uanze kuzungumza na maneno ya hali ya juu katika mamlaka ya bingu. Mamlaka ya bingu ipenye, bingu ifunguke, bingu zifunguke kwenu, bingu za biashara zifunguke, bingu za huduma zifunguke, bingu za ndoa zifunguke, bingu za kila kitu nacho kitafuta katika dunia hii kiweze kukuja, kifunguke, kifunguke katika jina la Yesu Kristo. Now speak to the Lord. Somebody pray. Spirit led, we welcome you to come and live. Come and live. Holy Spirit led, we welcome you to come and live. Come and live.
Surrender yourself to Jesus. Surrender to the Holy Spirit. Jipatiane kwenye Roho Mtakatifu. Jiachilie, jiachilie. Jiachilie kwenye Roho Mtakatifu. Jiachilie atembee ndani ya moyo wako. Jiachilie kabisa atembee. Yuko mahali hapa na muhisi yuko mahali hapa. I can feel the power. I can feel him now. I can feel him now. He has taken control. He has taken over you. He has taken over you. He has taken over you. Twakualika utawale, tawala Lord, tawala Roho wa Bwana. Twakualika utawale, tuweke huru, tawala Roho wa Bwana. Twakualika utawale, tawala Lord, tawala Roho wa Bwana. Twakualika utawale. Come and reign, come and reign, Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. Oh, come and reign, come and reign, Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. Oh, come and reign, come and reign, Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. Anapoendelea kufunguliwa pale, kuna watu 6 ambao wanafunguliwa, vipawa vyao vimeshuka. Vipawa vya huduma katika kanisa. Unasikia uko na mwito, na hata umeambiwa uko na mwito kutoka mbinguni. Songa hapa mbele, nikumwagilie mafuta ya wito huo. Songa hapa mbele, nikuweze kumwagilia mafuta ya wito Mungu aliyokuitia. You know you've been called to serve at the altar. Unaitwa kuhudumu kwenye madhabahu ya Mungu, lakini kwa muda umekuwa ukizuia jambo lile lisifanyike kwa sababu haukuelewa kumkaribisha Roho wa Mungu akaingie kwako. There are 3 more. Kuna watu 3 zaidi. Kuna watu 3 zaidi ambao wanajazwa sasa. Inueni mikono yenu juu unapojazwa, maana Roho anashuka sasa. Kuna watu 3, 2 zaidi, 2 zaidi. God is waiting to hear you. Mungu anangojea kubariki huyo mtu. Mungu anataka kukufungulia ofisi. It is the office. The power of the name of Jesus is in the office of Jesus Christ. The power of the name. There is one more. One more is waiting. I'm waiting for that one more. This is the day that you've been waiting. God is blessing you. God is anointing you. Anakufungua maisha yako. Itakuwa ya utofauti mkubwa sana. I'm waiting for that one more. Huyo mmoja mwingine. Njoo hapa mbele. Njoo hapa. Yes, tawala Bwana Yesu. Wacha Yesu akutawale. Yesu akuongoze. Yesu akutawale. Songea tu mbele na kungojea. Wewe mmoja na kungojea. Usikubali shetani akunenee. Usikubali shetani akwambie si wewe, maana ni wewe. It is God, it is God. Usikubali shetani akwambie si wewe, maana ni wewe.
ni wewe, ni wewe. Njoo tu mbele na kuzupiri, maana ni ripoti imetoka mbinguni na huo mlango umefunguka. Roho wa Bwana ashuka sasa kwa hawa ambao wako hapa, aanze kuteremuka. Ninakungojea bado kuja hapa. I'm waiting for you. I'm waiting for you to come. I'm waiting for you to come. Let the Holy Spirit now be filled by the power of the Holy Spirit. By the power and the anointing bestowed upon me by Jesus Christ, the Son of God, Jesus Christ of Nazareth. Receive the apostolic power. The apostolic anointing is coming upon you now. Get revelations. Pate funuo, pate jumbe za Mungu, upate mipaka ya kuinuliwa. Mpango yako Yesu akashuke juu yako. Yesu akashuke juu yako sasa. Yesu ashuke. Shuka sasa. Shuka sasa. Receive it. Twakualika utawale, tawala Roho wa Bwana. Twakualika come
of the Lord come down. May the anointing of the Lord from heavens come down. May the anointing of the Lord come down. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana, 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 pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. We give glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor
worthy to be praised. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you I command every demonic power. Crowd now! Crowd! Crowd now! In the mighty name of Jesus Christ! The mighty name of Jesus Christ! The mighty name of Jesus Christ! Come out! Come out! I break every covenant. I break every power of darkness. Any network connected to you, I destroy it. The mighty name of Jesus Christ. I command you to bow down. Bow down. Bow down. Bow down. Bow down. You are wonderful. Hallelujah. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Hallelujah. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Sante Yesu. You are wonderful, Jesus. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. Come here. Every spirit of witchcraft over your life, every demonic patterns in your business, in your marriage, come out of it. I destroy every powers of darkness in the mighty name of Jesus Christ. Receive your deliverance today. Receive it. Amen. Pray for the anointing to come. Pray for that anointing to come. Ask God to give you that anointing. He has just released it. You are worthy, Jesus. You are worthy, oh Lord. Hallelujah. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You demonic patterns and the agendas that came through this year, come out! You are wonderful. Out now! You are Out! Fire is on you! Fire is on you! Fire is on you! You are worthy. Fire is on you! You are wonderful. Receive the Holy Ghost fire. You are worthy, oh Lord. Hallelujah.
Hosana Bwana. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya, Hosana. Haleluya, Hosana. Haleluya. Haleluya, Hosana. 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 Hii ni nyoka. Wewe nyoka. Haleluya, Wewe nyoka. Kobra. Haleluya. Rudi kule ulitoka. Rudi kwa shimo lako ndani. Urudi uchomeke na uteketee. Anza kuondoka. Hapa kuna moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Ondoka. 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 Chomeka, wachilia moto. Semeni moto. Moto. Fire. Fire. Chomeka. Fire. Fire. Chomeka miguu. Chomeka miguu. Chomeka mikono. Chomeka mikono. Chomeka miguu na mikono. Chomeka. Shika hii kamba. Moto, moto. In the mighty name of Jesus Christ, I break every covenant, powers of darkness, the spirit of witchcraft, the spirit of cobra and the python. Come out! Jesus. The spirit of Wemeri, out! The mighty name of Jesus Christ. Wachaneni na yeye. Wachaneni na yeye. I arrest you. Come here. I command you in the mighty name of Jesus. Come here. Come back. Come back here. I count 1. Come back here. 2. Come back here. And bow down. Come back here. Come back. I command you in the mighty name of Jesus Christ. You may call yourself Omweri. I don't care. Toka. Anza kutoka kwa huyu mwanaume. Toka. 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 Bow down now. Come down. Come down. Out. Tuanze kuhesabu 1 mpaka 7. Nikisema 1 mnasema Yesu. 1. Yesu. 2. Yesu. 3. Yesu. 4. Yesu. 5. Yesu. 6. Yesu. 7.
Who killed you? He's a killer. He's a killer, this man. Is what? He's a killer. How many He's a have you? serial killer. How many has he killed? He's a killer. How many have you killed? This man is a serial killer. Who is a killer? Give me fire now. Now I'm going to deal fire with fire. I send fire here in this. This is fire in the mighty name of Jesus Christ. Yeah? What? What? That is fire of the Holy Ghost. Move your hands there. Fire is here. Yes. Yes. Chomeka. Chomeka. Wewe, najua wanatumana, wana coordinate. Sasa huyu hataki kutoka, nataka nishughulike na ule tusahau na huyu. In the mighty name of Jesus Christ. You snake. Cobra. Cobra. Anza kwenda. Enda kwenu. Anza kwenda. Rise up. Out in the mighty name of Jesus Christ. You snake. You have no permission to live in this man. You have no permission. Hauna ruhusa kuishi ndani ya binadamu huyo. Mwache sasa. Mwache sasa. Nasema katika jina la Yesu Kristo, mwache. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi. Who killed who? Remove this hand here. I command it. Remove this hand. Remove. Who killed who? Yeah? Who killed who? A serial killer. He's a serial killer. He wants to change. Yeah? He's trying to run away from us. What? He want to do what? He's trying to change. He's trying to change. Who are you? Who are you? We are from Somalia. Yeah? We are from Somalia. You have what? We want him alive. You are from Somalia. We want this boy alive. You are from where? We want this man alive. You want to kill? We want to revenge. How many people have you killed? How many people have you killed? He killed a lot of people. How many have you killed? I'm asking you. How many have you killed? Leta itumweke. Anamfunga ule. What? Now speak. Loose his tongue. Achana mdomo yake. Wachana na mdomo yake. Who are you? Who are you? Speak. We are. Don't pretend here. You demon, you have no power here. You have no authority here. This is the arena of liberty. Forgive us. Who are you to be forgiven? We want to go. You want to go where? Where do you want to go? Who are you? Who are you? What are your plans in this man? What are your plans in this man? He killed us. He killed who? He killed Who us. are you? We want him. Sorry? We want this boy. We want him. You want him We want his heart. to do what? What do you want to do with him? He is our soldier. Who are you?
I am. Who are you? I am. Who are you? Are you Pastor? Who are you? And I Mustafa. command you for the last time. Who are you? I am Musa. I am my boy. You are Musa. I am Mustafa. Mustafa. My boy. You want your boy. I am my soldier. Who are you, Mustafa? Where do you come from? Mustafa? Where do you come from? I am my soldier. Where do you come from? He killed us. Killed us. I command you in the mighty name of Jesus Christ. Get out of this man, Mustafa. Get out of him. Carry your luggage and get out of him. Start walking out of this man. In the mighty name of Jesus Christ, loose him. In the mighty name of Jesus Christ, loose him. Trying to escape. In the mighty name of Jesus Christ, escape now. Escape now. Escape now. In the mighty name of Jesus Christ, you are free. Hassan. I'm still letting Mustafa come back. Hassan. Hassan. I'm going forever. I disconnect him from Mustafa, from Muslim network, from the Al-Shabaab and from the Al-Qaeda. From today, I surround you with the anointing. I cover you with the blood of Jesus Christ. Come back! There's a blood of Jesus now. Take over, take over, take over. Where you put every gadget. Where you put every gadget. Remove it. Take it out. 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 Take out. Where you put every weaponry. Out. 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 The mighty name of Jesus Christ. I declare you free. In the name of Jesus Christ. Loose the man, loose the spirit. You are free, man of God. Put your hands together for Jesus. Look at my eyes. Look right inside me. What are you seeing? What are you seeing? Katika mikono mimi najiweka, nizungukwe mimi na uwepo wako. Patakatifu pako mimi najiweka, nizungukwe mimi na uwepo wako. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, na kuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, na kuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo
majaribu, Yesu nakuhitaji Bwana, nakuhitaji mwangu. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu, Yesu nakuhitaji Bwana, maishani mwangu. Hallelujah. Utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu, Yesu nakuhitaji Bwana, maishani mwangu. Nahitaji mkono wako. Yes. Ata. Yeah. You are under arrest. Hauna nguvu. Muondoke. Hivyo muliingia ndani ya huyu mwanaume, mumemsumbua, mumempeleka kwenye usherati, mumebeba pesa zake, mumejaribu kuvunja ndoa yake, lakini kutoka sasa mumekamatwa. Yes. Hivyo nazunguka, naweka ukuta wa moto Roho Mtakatifu. Mwanze kuchomeka. Chomeka sasa. Anza kuteketea. Anza kuteketea. Teketea. Beba mizigo yenu. Beba mizigo muende kabisa na msirudi katika hii familia tena. Beba mizigo. Vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya Ulikuwa umejificha. thamani kwetu. Anzeni kutoka. Beba mizigo Mioyo yetu twaleta mbele zako, Beba mizigo yako. tutakase Ulikuwa umejificha. Beba mizigo yako yote. Urudishe kule ulitoa. Beba umasikini. Beba magonjwa. Beba kudharauliwa. Beba kuchukiwa. Zote beba. Beba. Toa kule umeficha. Toa kabisa. Toa kule umeficha. Fungua zote, fungua yeye. Fungua zote. Toa kule umeficha. Toa kule umeficha. Fungua, toa. The mighty name of Jesus Christ. Fungua yeye. Fungua yeye, fungua yote. Fungua yote, fungua yeye. Fungua kabisa. Fungua yote. Fungua yote, toa zote. Toa in the mighty name of Jesus Christ. Toa. kwa mambo Toa kule umeficha. Fungua mikono yake. Fungua mikono yake kwanza. Anza kufungua. Toa maagano yote. Toa maagano, toa. Yote toa. The mighty name of Jesus Christ. Toa maagano yote. Fungua yote. Fungua. Na command, toa yote. Toa kwenye kiuno. Toa kwenye kiuno. Toa kiunoni. Toa kwenye kiuno yako. Fungua. Fungua yote. Toa kwenye mabega. Toa kwenye mabega. Kwenye matiti toa. Toa kwenye matiti yake. Toa yote. Toa yote. Ngoa yote. mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, Asante Bwana,
Mgeuze. Wewe Mustafa ameitwa. Wewe Mustafa. He has a lot of money, this boy. He has a lot of money. And he don't want to use it. Where is the money? He don't want to use our Where money. is the money? He's very rich. Where is the money? Where have you kept his money? This boy don't want to use those our money today. Where have you kept his money? Oh, son, we want our money then. Now, Mustafa, I'm going to shoot you. Forgive us, we just want to go. 1, 2. In the mighty name of Jesus Christ, I shoot you. 1, 2. Jesus' name. The mighty name of Jesus Christ. Name of Jesus' name. You are dead. Die. In the mighty name of Jesus Christ. You are no more. I cancel you in the mighty. In Jesus' name. 1, 2, 3. Shut your mouth. Name of Jesus. The mighty name of Jesus Christ. Amen. You are no more. Yes. Huyo Mustafa mnasikia ndio financier wa Al-Shabaab. Ndio anatoanga pesa watu waende wakauliwe. Wanaweka huyu chemical kwa mwili. So unaona hii inamsumbua ni chemical. Ukiwekwa chemical unakuwa haufikiri kama binadamu na unafungwa. Hata huyu ukimpiga, hata umpige ni chuma tu unakuwa unapiga. Hata umpige nyahunyo hasikii, ni chuma. Hebu mtu aguze hiyo tumbo yake. Guza tumbo yake. Guza tu. Mtu anataka kujua. Guza tumbo yake usikie. Guza, hapana kufunua. Kuguza, sukuma na ndani. Nasikia ni nini? Guzeni msikie. Kujeni msikie, mguze. Kwenda kuguza, mwenye anataka kuguza usikie. Guza, endeni mguze mwenye anataka kuguza. Haya, mnamuogopa. Aboy guza. Mguza. Enda uguze. Enda uguze. Guza hapa tumbo, hii hapa, hii ya nyama. Wacha huko. Guza na nguvu. Unasikia nini? Unasikia nini? Unasikia nini? Hebu piga ngumi usikie kama nani kati ya wewe na yeye nani ataumia. Hii hata ukigonga aje, wewe ndio unaumia mkono wako. Nini buju? Nini baya? Mwache. Huyu hata ukigonga hivi hakuna kitu. Ni chuma. Nini? Kuja hapa. Kuja. Nataka kumshika na ni boyfriend yako. Si mna shidaka na shika hapa. Si mna shidaka na Acha simchape? Amuhurumie.
Sasa amefungua macho. Hassan. Come back. Come here. Come here. Quickly. Come here. Come here. Come here. You cannot go back. There are soldiers behind you. They will kill you. Come here before they kill you. Come here quickly before they kill you. Raise up your hand. Surrender to Jesus before they kill you. Look at backward. You see the soldiers behind you. You're seeing them? Can you see the people behind you? Can you see the soldiers behind you? Yeah? They are killing you now. Surrender to Jesus before they kill you. Come here. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Yes. Sema Yesu. Yes. Wa Nazareth. Mwana wa Mungu. Wachana na yeye, mlete hapa. Bring here. Come here. Come here. Here. Simama hapa. Asiende chini. Simama. Haendi chini. Shika mkono hii. Shika hii. Na shika hiyo. Shika hiyo. Muinue juu hivi, asarende. In the mighty name of Jesus Christ. You demon from Al-Shabaab, you are powerless. In the mighty name of Jesus Christ. You are powerless. The blood of Jesus is in you. Covering you now. Mwache sasa. Damu ya Yesu, nipatie maji. Bring water. Lazima akunywe damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Taimba damu ya Yesu. Tunaimba damu ya Yesu. Imba damu ya Yesu akunywe saa hii. Hiyo lazima akunywe. Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Imaji fanyike damu ya Yesu inene mema katika maisha yako. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena. Kunywa damu ya Yesu. Kunywa damu ya Yesu. Kunywa damu ya Yesu. Maji ingine. Simama. Simama. Sasa ana nguvu si yule hasa. Hii ni damu ya Yesu. Inaweka huru. Inaweka huru. Sasa inakuweka huru. Inakufungua. Inakuweka huru. Inaweka huru. Damu
inaweka huru, inaweka Sema Bwana Yesu. inaweka huru, inaweka huru. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Nimekuja mbele zako, nimekuja mbele zako, unibariki. unibariki, Unibariki. unibariki. Kutoka leo Kutoka leo nitakutumikia. nitakutumikia. Kutoka leo Kutoka leo Mustafa. Sema Mustafa. Sema Mustafa. Mustafa, Kutoka sasa kutoka sasa sina uhusiano na wewe. sina uhusiano na wewe. Wewe ni shetani Wewe ni shetani na sina uhusiano na wewe. na sina uhusiano na. Ninavunja mikataba yote Vunja mikataba yote tulifanya na wewe tulifanya na wewe kwa sababu ya jina la Yesu, kwa sababu la jina la kupitia Yesu, kwa damu ya Yesu. kupitia kwa damu ya Yesu. Kutoka leo Kutoka leo damu ya Yesu damu ya Yesu nitawale. tawala, Tawala maisha yangu. tawala maisha yangu, Tawala maisha yangu. tawala. Tawala maisha yangu. Wache sasa. Weke chini, atulie. Damu ya Yesu imetawala maisha yake. Deliverance is a process. It is not a one-off event. Deliverance ni kitu ambacho kinaendelea. Sasa kuna kitu kimoja tumeng'oa. Wakati huo mwingine tulimwombea, kuna kitu kimoja tulitoa. Tutaendelea hivyo tukitoa mpaka akuwe mkamilifu. Hata nyinyi nyote, kila mtu ako na demon. Na tunapoendelea na deliverance, unaendelea kung'olewa. Kamoja kanatoka. Wakati mtu alikuwa anaitwa Naaman, aliambiwa akaoge ndani ya mto mara ngapi? Mara 7. Si eti mara moja haingefanya hiyo kazi, lakini alikuwa na laana za visasi 7. Kwa hivyo kurushwa kwa maji, kizazi kimoja kinaenda. Kurushwa kwa maji ya pili, kizazi kingine kikaenda. Mpaka mara ya 7 vizazi vyote vikafanya nini? Vikaenda katika jina la Yesu Kristo. Yes. Yes. Unakataa? Unakataa? Hauendi? Hauendi? Sasa nikifikisha hii zipu hapo chini, ukuwa umeenda. 1 twende. Nikifikisha chini uondoke hivyo. Wewe pandisha tu, pandisha juu. Haya, twende tena. Moto, hiyo mikono yako ianze kuchomeka moto. Ianze kuchomeka moto. Hiyo mikono yako ichomeke. Ukiniguza tu nachomeka. Haya. Pandisha tena, pandisha tena. Pandisha tu mpaka juu. Pandisha mpaka juu. Pandisha mpaka pale unaona vizuri na wewe. Pandisha kabisa. Lakini kuondoka unaondoka. The mighty name of Jesus Christ. Pandisha tena, rudisha. Pandisha tena. Nimeweka moto hapa. Moto hiyo. Chomeka. 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 Mikono hii chomeka. Naona amefungwa kifungo cha kufungua maisha yake. Sasa huyu hakuna hivi unavyomuona ni kifungo, amefungwa ya maisha. Hakuna biashara hata moja anaweza kufanya ikafaulu. Hakuna kitu anaweza kuanzisha kifaulu. Na ni kufungwa, amefungwa. Ndio unaona anakaa hivi. Najaribu kumfungua kupitia kwa zipi yake, anazuia. Maana hiyo kitu kiko ndani yake ni kifungo cha maisha. Kuna hata pesa anaweza kushika imsaidie. Hakuna relationship anaweza kuanza isimame. Akiajiriwa kazi anafutwa kimadharau. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ninafungua huyu binadamu. Mwache huru sasa. Katika jina la Yesu. Shika hii mikono, toa hii mikono. Simena amefungwa na hataki kufunguliwa.
Sasa wacha uone. Umeona? Umeona venye pale anashika? Anashika hapo. Kifungo kiko hapa. Umeona? Angalia, anashika wapi? Anang'ang'ania. Wanaume wanashindwa kumshika. Kwa sababu kifungo, hiyo ndio nguvu ya kifungo. Hayo ni mapepo. Huyu mwanaume hana nguvu, akakuwa yeye mwenyewe hawezi kuwa na nguvu. Lakini angalia nguvu iliyo ndani ya mapepo. Umeona wanaume wangapi? Ongeza mwanaume mwingine. Ongeza mwanaume mwingine tena. Ongeza mwingine, ingia hapo mbunza. Mshikilie tu hivyo. Unaona? Unaona alivyo na nguvu? Na wanaume 7. Lakini mimi nakainua nikiwa peke yangu. Wakati uko na Roho Mtakatifu, unamuinua. Bwana Yesu sifa sana. Sema Roho Mtakatifu, fungua huyu mwanaume. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, fungua yeye. fungua yeye. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, fungua huyu mwanaume. Katika jina la Yesu Kristo. Mwanaume simama, umefunguka. Binadamu simama. Katika jina la Yesu Kristo. Funguka. Simama. Wacha uone mtu ambaye mmeshindwa kuinua. Cheki. Sasa angalia. Songa watu waone. Amka. Wapi? Hapa. Leta mafuta nikuonyeshe. Huyu mwanaume amefungwa mpaka tumbo. Wapi? Hapa. The mighty name of Jesus Christ. Wapi tena? The mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus. Chomeka mpaka uishe. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu juu yako. Hapa tena. Out. You demon. Fugwaje. Mwache sasa. Mwache sasa. Mumeda. Tokeni mbio sasa muende. Tokeni mbio. Na muende hivyo mlikuja katika maisha yake. Chukueni mizigo muende sasa. Chukueni mizigo. Chukua mizigo yenu. Pale mliweka, fungua yeye.
Chukua mizigo yote. Chukua yote. Chukua mizigo na kuamurisha katika jina la Yesu Kristo. Beba mizigo yote. Mulipitia wapi? Kwa mdomo. Toa yote. Toa kule wote mliweka. Toa yote. Toa yote. Nakwambia na kuamurisha katika jina la Yesu Kristo. Toa yote. Beba venye mlimfunga. Fungua yote. Wewe ndio ulimfunga. Fungua yeye. Fungua yeye. Fungua. Fungua. Toka. Toka. In Jesus' name. Loose the man. Loose the spirit. Yes. Mena amefungwa miguu. Amefungwa hawezi kuendesha gari. Amefungwa utumbo yake. Hata sex life yake imefungwa. Kipatana tu anapotea. Sina masikio asikii. Sholo bobolo. Ule mama wa sholo bobolo. Kuja utafsiri. Kuja utafsiri. Kuja utafsiri. Kapete ndio iwacha nitoe hii pete yake. Uliwekwa pingu za kimaisha. Toa. Toa yote. Toa zote. Toa zote. Toa. 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 Hii toa. Kuja toa hii. Kuja utoe. Toa. Uliweka mpaka ya Mungu. Walikunyonya mpaka kifua. Tuweke moto. Watu. Kwani ni akina Anita. Toka, toka. Acha sarakasi sasa. Toa sarakasi zako hapa. Katika jina la Yesu Kristo. I destroy you. No more. Semeni no more. Semeni no more. Semeni no more. No more punishment. Hii ni judgment. Zile vitu alifanya huko na ikakuwa judgment kwake. Mateso ambayo anateseka ni judgment. Ni vitu alijibebea yeye mwenyewe. Alienda huko kwa waganga, kafalishwa. Sasa amekuwa mtumwa, amekuwa akifanya kazi kwa Illuminati. Ni mkijana mzuri tu. Kanisani anaenda vizuri tu. Lakini walimuiba, wanamtumianga bila yeye kujua. Pesa itarudi, wacha sarakasi sasa. Pesa zitarudi. Zilienda. Pesa imerudi. Weka tiki, weka tiki. Nini ingine? Weka tiki ingine. Kichwa imepona, weka tiki. Kichwa imepona, weka tiki. Gari utapata. Gari imeachiliwa, weka tiki. Nyumba utapata, weka tiki. Utapanda gazi baada nyingine, weka tiki. Akili yako itarudi, weka tiki. Utasafiri, weka tiki. Utapata doa, utapata msichana mzuri, utamua ama atakuwa, utamua. Weka tiki. Weka tiki ingine. Ndoa yako imekubalika. Sema amen. Semeni amen. Ndoa yake imekubalika sasa. Amen. Weka tiki. Pesa inakuja, weka tiki, itakuja nyingi, ijae hivi. Weka tiki.
utasavu kwenye madhabahu, weka tik. Ndio hiyo, tulia sasa, kwa mpole na utulie. In the mighty name of Jesus Christ. Weka tik. Sasa amuka na uweke tik. Weka tik sasa. Amuka. Leta mkono wako. Leta mkono. Leta hii mkono. Simona kama mwanaume alikuwa anainuliwa na wanaume wangapi? Na sasa ni karatasi. Ni nini? Lose the body, lose the spirit. You are free, man of God. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Urudi kwenye nyumba ya Mungu. Chukua viatu zako. Yes. So unaona, tunahitaji mikutano kama hii ndio watu wanakombolewa. Na hivi vitu vitafanyika kama tutakuwa watu wa kuomba. Haviwezi kukuja hivi hivi. Unaona huyu, unaona yule mwingine. Unaitwa nani? Ameda huyu. Unaona yule mama mwingine alikuwa hapa. Na unaona nani mwingine, na ukamsime ameenda hapa kamsime. Habari yako? Kuja hapa. Kuja. Simama hapo. Hapo. Shika shati yangu. Shika tu shati yangu. Sema Bwana Yesu, nisaidie, nikutumikie. Sema amen. Mwachalale. Mwachalale. Asante. Mpigeni Yesu makofi. Na ndio naonanga na waitanga siku ya Jumatano. Yes? Imefanya nini tena hii? Si ulikuwa nakataa nayo? Ameweka tiki, weka tiki. Weka X, hapa weka X. Kururera hao. Weka tiki. Amekataa. Utaki? Hivyo. Leta tuitakase. Mwachani naye. Mwachani kabisa naye. Mwachani naye. Katika jina la Yesu. Nichukue. So mpige Yesu makofi. Anapofunguliwa, chukua jaketi yako. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa vaa. Thank you, Jesus. Kuja simama hapo. Vaa jaketi yako. Ifunge. Zalete. Nataka kufungua. Maisha yako yamefunguka. Amen. Thank you, Jesus. Endo msafu Mungu. Imbaji tuendelee sasa. Umetoa sadaka? Bado hamjatoa sadaka? Ai, simutoe basi. Mmekaa sana, toeni. Kamsime, amuko ende ulete sadaka. Heshima na sifa zote. Lete sadaka, kimbia. Wapi? Enda huko kwa choo utoe. Umetukuka. Na ufunike tumbo. Angalia. Twakupa Usikuwa ukikuja na nguo hii. heshima Ukikuja na nguo inafunika tumbo. na sifa